Jalie unyenyekevu, Bwana wangu. Niondolee kiburi, Bwana wangu. Unipe moyo wa saburi, Bwana wangu. Niondolee majivuno, Bwana wangu. Unipe moyo wa saburi, Bwana wangu. Niondolee kiburi, Bwana wangu. Sina cha kujivunia ila neema yako. Sasa leo tuongelee masuala ya kiburi. Don't scroll, maana kuna cha kujifunza hapa. Tuende katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Let's share the word of God here, kwa sababu chochote ambacho tunajifunza kinatakiwa kiambatane na neno la Mungu ambalo ndio katiba yetu na ndio maongozo yetu yote yanatoka huko. Kwa hiyo leo tuongelee kiburi. Katika Yohana ile sura ya Yohana wa kwanza sura ile ya pili, mstari wa 16 mpaka 17 unaongelea habari ya kiburi cha uzima, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, ambazo ni tabia za kidunia hii. Yote ambayo tunayafanya yanaambatana na hayo: kiburi cha uzima, tamaa ya macho, tamaa ya mwili. Sio mapenzi ya Mungu, sio tabia za kimungu. Basi bwana, kuna mtu akataka kupishana na muujiza wake, anaitwa Naaman. Ni jemedali wa jeshi la Shamu. Huyu mtu alikuwa mtu mkuu ambaye obviously alikuwa ni mtu wa maana, yani alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo, ana pesa zake, kama ni hivyo ni mtu ambaye anaheshimika. Basi akawa na kiburi huyu mtu, lakini anaumwa ukoma. Kuna mtu akaleta taarifa katika nyumba ya Naaman, ambaye alichukuliwa kama mtumwa kuja kuwatumikia pale nyumbani kwa Naaman. Alikuwa anamtumikia mke wa Naaman. Akamwambia mke wa Naaman kwamba kuna nabii Samaria, kama angekutana na bwana wangu, bosi wangu huyu, angeweza kumsaidia ukoma wake upone. Basi bahati nzuri kukawa na msaidizi mwingine pale ambaye alifikisha taarifa kwa Naaman. Alifikisha taarifa kwa Naaman. Naaman akaenda kumwambia bosi wake ambaye ni mfalme wa Shamu. Mfalme wa Shamu akatuma ujumbe Israel akiwaambia kwa habari ya nini? Akimwambia mfalme kwamba naomba umponye huyu jemedali wangu wa jeshi. Yule mfalme wazee anasema hizi habari zimetokea wapi? Kumbe kuna Elisha ambaye ndio huyo nabii ambaye alikuwa anaongelewa kwa habari ya uponyaji wa Naaman. Basi Elisha akasikia hizo taarifa, akamwambia mfalme usiwaze, niko hapa. Niko hapa. Kwa hiyo huyo mtu aje kwangu, atapona hakika. Basi yule jemedari akaenda mpaka kwa Elisha. Elisha akatuma mjumbe, kabla yule jemedari hajafika, akatuma ujumbe akamwambia huyu mtu anatakiwa kufanya ni kwenda tu kuingia katika mto Yordan, akitoka ukoma wake umepona. Ni ahesabu tu 1 2 3 4 5 6 7. Anaingia anatoka, anaingia anatoka. Akishatoka hapo yuko Naaman alivyosikia taarifa kwamba nikaoge katika mto Yordan, mimi jemedali wa jeshi, na nzaje kwenda kuoga hivi? Huko nilipotoka kwetu huko Shamu hakuna mito mizuri kuliko maji yote hapa Israel. Yani naanzaje? Yani unajua kiburi sasa kile kimeinuka kwamba huyu mtu hajaje hata kuonana. Mimi nilifikiri labda angekuja kuonana na mimi, akanigusa, akasema neno la Mungu, mimi nikapona. Unaona tunavyokalili? Unaona jinsi tunavyodharau? Unaona jinsi ambavyo tumejiona kwamba mbona huyu ameniambia tu maneno haya mawili? Kumbe Mungu anatenda kwa njia zake. Yeye aliamini kwamba yes, naenda kwa nabii nitapona, lakini alipanga mipango yake na kufikiria mawazo yake na kuleta dharau na kiburi ndani yake. Kwa hiyo Naaman bwana akataka kupishana na muujiza. Akasema basi bora niondoke. Hivi kuna haja gani mimi naendaje kuingia kwenye mto Yordan? Asijue kwamba katika mto Yordan
Huko ndo Mungu kaeka uponyaji wake. Huko ndo Mungu anaenda kumsaidia na kumvusha katika ile changamoto alionayo. You got me? Sasa tuko katika wakati ambao tunakalili maisha. Tuko katika wakati ambao tumekuwa watu wenye kiburi. Tumeona kwamba mipango ya Mungu haifai, mipango yetu inafaa. Tumeona kwamba tukichelewa kuzaa twende kwa waganga. Tumeona kwamba nikienda kwa mtumishi wa Mungu akitamka maneno mawili matatu akiniombea haifai. Mimi nataka labda nipate mafuta, ninywe, nikanyage, nifanyaje? No. No. Mungu ni Mungu, ana mipango yake, hivyo usilete dharau na kiburi katika mipango ya Mungu. Naamani akachukua farasi wake, jeshi lake, alikuwa na watu tele nyuma yake. Shukuriwe Mungu. Wakati Naamani ameawaza hayo, wakaanza na kuondoka, kulikuwa na watu ambao Mungu aliwatumia katika ule msafara. Una wenye akili, watu ambao Mungu aliamua tu kumvusha Naamani, kumuonyesha kwamba mimi ni Mungu nitendaye mambo makuu ya ajabu. Sio mipango yako ninayoifanya, bali mipango yangu nitakayo kuifanya ndio naitimiliza. Basi kukatokea watu ambao walimshauri Naamani kwa habari ya ile jambo. Akamwambia hivi, kama angekwambia ufanye jambo kubwa zaidi ya ile, usingelifanya? Kwa nini usikubali kwenda kule kufanya kama alivyokuambia? Achana na hayo unayofikiria, turudi tukafanye hivyo. Basi Naamani akaelewa, akarudi kweli, akaenda kwenye mto Jordan, akaingia kule, akaoga mara 7. Katoka pale mwili kama wa mtoto mchanga, katoka pale mzima, ukoma umeisha. You can imagine. Naamani akashangaa, akasema yaani yeye mwenyewe kuamini macho yake. Akaja sasa akasema kwamba hakuna Mungu mwingine kama huyu Mungu ambaye ameniponya ukoma wangu. Hakuna Mungu mwingine kama huyu Mungu aliyenifanyia haya, Mungu wa Israel. Hakuna mfalme mwingine. Kwa hiyo Naamani alipokea uponyaji wake aliposikia tu ule ushauri wa kujishusha na kwenda kuoga mto Jordan. Before hapo angeudi zake alipotoka na asingepata uponyaji kwa sababu tu ya kiburi. Haya yote tunayapata katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 15.